Asante, tunamshukuru Mungu sana tunapowasubiri wanakwaya ambao wametubariki sana waweze kuketi. Naomba niweze kuwasalimu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama una furaha, baridi leo imepungua kidogo, inua mkono wako unipungie kama una furaha hata kule nyumbani. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Tunamshukuru Mungu sana kwa message ambayo iko kwenye wimbo huo ambao umeimbwa na wanakwaya wetu wa Agape, kwamba Yesu akiinuliwa ameahidi kuvuta ulimwengu wote kuja kwake. Ninafurahi kwa sababu ya vile wazungumzaji ambao wako hapa wamejaribu kabisa. Kwa neema ya Mungu, tungependa kabla tutoke hapa, tunaposema kauli mbiu yetu ni nitakwenda, unaelewa utakwenda wapi ukiwa na ujumbe mgani? Usije tu ukasema nitakwenda na hujaelewa unatoka wapi, ukienda wapi na unasubiri nini. Ni vizuri washiriki wa Kristo wapendwa, tunapoelewa vile ambavyo tunaokolewa. Yaani ile wakati utaelewa vile unavyookolewa, maisha yako ya Ukristo yanakuwa huru. Unakuwa huru kabisa. Unafunguliwa. Mambo yako ya ibada yanabadilika. Vile unavyomwabudu Mungu, vile unavyotoa matoleo yako, vile unavyojitoa nafsi yako inabadilika. Kwa sababu kuna uoga fulani ambao washiriki, yani ninahuzunika moyoni, na ndio unaona nina mzigo tunaposema nitakwenda, nikikumbuka kwamba kuna watu ndio hata wengine wamebatizwa, lakini ukimuuliza umeokolewa kwa namna gani, bado hajaelewa. Wengi tu wanang'ang'ana, wengi hawajaelewa sura ya Mungu, wengi tu Mungu amefichwa. Wanamwona Mungu kama mtu ambaye amekaa mahali, ama Mungu ambaye amekaa mahali anasubiria wafanye makosa. Ndio na hata wahubiri wengine, sorry to say, kuna wahubiri wengi tu hata message wanazotoa ni za kutisha tu na kushtua. Ndio watu wanaweza kubatizwa, wanaweza kuogopa wakabatizwa, na wanaweza kuja hata wakawa wengi tu wako kanisani wana majina, lakini ukiwauliza wameokolewa kwa namna gani, hawawezi kuelezea. Hata huyo mtu anaposema nitakwenda, ataenda tu kutisha wengine, kuogofya wabatizwe. Lakini ni vibaya wanapofanyiwa, ama watu watakapofanyiwa hivyo, kwa sababu haujawafanya kuwa wafuasi wa Yesu. Kile ambacho umefanya, you have scared them, maybe by using, umetumia njia fulani, ujanja fulani, ukawashtua juu ya vile dhambi ilivyo na mambo kama hayo, lakini hawajajua wokovu unapatikana namna gani. Na ndio maana tuko hapa, tunalewa. Kwa sababu ukielewa hiyo, hata mzigo wa utume sio mzigo. Sasa ni furaha yako kwenda kwenye utume, kwenda kwenye nitakwenda nikimsubiri Yesu. Kwa sababu unahama kutoka katika ulimwengu wa kung'ang'ana kutafuta wokovu, unafunguliwa, unakuwa huru. Na changamoto hii kama kiongozi wa kanisa nimeiona makanisani. Washiriki wengi tu bado, hata watumishi tu wa Mungu ambao wanazungumza, hawajaelewa wokovu unapatikana namna gani. Ukweli wa Mungu. Naweza kuwapa kisa kimoja ambacho kilitokea maishani mwangu. Tulikuwa tumeenda mahali hapa, of course kulikuwa na mahubiri yalikuwa yanaendelea, mahubiri yakafanyika na watu wakabatizwa tu wengi, 165, 165 watu wakabatizwa, wamama kwa wazee, vijana wakabatizwa. Na walipobatizwa, nilikuwa tu mchungaji mchanga, ikawa kwamba ni mimi nitakaye baki kuwalea, kuwanacha. Wamebatizwa tu baada ya majuma matatu ya mahubiri. Lakini kumbe wakati mwingine tunabatiza watu ni kweli, lakini hata hawajaelewa nini ambao wamebatizwa. Na ndio maana mikutano kama hii ya makambi ni muhimu sana. Ukweli ni kwamba wazee wa kanisa, washiriki, wacha tuelezane hapa vizuri. Hata sisi ambao tunazungumza hapa, hatuzungumzi kama ambao tulijua vile ambavyo tuliokolewa hata tukiwa kanisani. Tulikuwa tunafikiria kwamba kuokolewa lazima ung'ang'ane hapo, utafanya hili ndio uweze kumpendeza Mungu, mfurahishe, alafu Mungu naye ana smile, alafu akismile anakaa hapo anaandika jina yako.
Siku nyingine ukienda hivi ukiangalia mama fulani kwa macho hivi kidogo na kama unamtamani, Mungu anakasirika, anafuta wewe. Alafu siku nyingine anaangalia umekula supu ya nini, anakasirika, anakuja anafuta wewe. Na washiriki wengi wako na hiyo uoga. Hata wakati mwingine wakiwa wagonjwa, wanauliza, na hii ugonjwa ya saratani ilifanya nini? Mshiriki anaanza kuangalia, ni vile nilikunywa maji ambayo ilikuwa sijachemshwa. Alafu mwingine anaona wakati hajapata mtoto, anaanza kujiuliza ni nini? Anaona ni vile nilikuwa msichana, kuna vile nilicheza na vijana huko. Alafu washiriki wengi wako kanisani lakini hawako huru. Wamefungwa, wanafedhea. Ndio maana ibada ni kavu. Hata kwaya iimbe, iinue Yesu, hawasukumwi na chochote, hawasongi, wako pale pale tu. So nikawa pale, tumebatiza watu wengi na nitabaki nao pale. Sasa ikawa ninawafundisha sasa jioni, nawafundisha. Alafu sasa kwa sababu hawa watu hakukuwa na kanisa karibu, ikawa wote tu ni wageni kanisani. Sasa miezi kama mitatu, yani nilikuwa mimi ndio mzee wa kwanza, ndio mchungaji, ndio treasurer, ndio secretary, kwa sababu hakuna mwenye hawajawahi iona kitabu kinaitwa Nyimbo za Kristo, hawajui kanisa hili. Kwa hivyo mimi ndio nafanya. Hata by the way, kama mjui wanakwaya, msinichezee, ninajua kuimbisha. Niliimbisha wakati ule. Niliimbisha. Kwa sababu sasa hakuna mtu, na nilikuwa naimbisha kwanza Nyimbo za Kristo, hakuna hata kitabu. Sasa ndio nawatafutia vitabu. Na nikaimbisha hapo, nikawa choir trainer, yani nikawa kila kitu. Lakini sasa ilipofikia muda fulani nikaona wacha sasa nianze kuchagua wengine waanze kunisaidia. Nikaenda nikawachagua wengine nilianza na ofisi ya mashemazi, ndio wananisaidia kupanga viti na nini. Sasa ikawa nikawachagua vijana, of course walikuwa sio vijana wadogo, walikuwa wakubwa, wamekomaa, wengine walikuwa hata wakubwa kuniliko. Nikawachagua wengine kuwa mashemazi na mkubwa wao kama 10 hivi. Ndio kwa sababu hao watu ni 164, kama 10 hivi nikawachagua. Alafu niliwachagua kwa sababu nilikuwa naona wanajitolea. Tukisema tufanye kitu kanisani, walikuwa wanakuja wakiwa na nguvu, yani walikuwa na nguvu fulani hivi, wanafanya kazi kwa bidii mpaka nikawapenda. Sasa nikaenda tukatengeza kabaraza pale, tukarecommend. Basi sasa sikiza mahali mambo yatabadilikia, kama mambo yatabadilika. Siku moja nikawa naona pale kanisani tukiendelea na ibada, sana sana kabla ya ama baada ya lesoni, dakika kama 10 hivi, wengi katika hiyo namba huwa wanapotea, nisijue mahali wameenda. Lakini baada ya muda huwa wanarudi. Na nikaobserve, nikaona ni kama wanapotea wote, alafu wanarudi. Sasa nikawa najiuliza, kwani wanaenda wapi? Akili ya kwanza ikaniambia wamelemewa na hii chai. Unajua hii chai, kupata kikombe ya chai. So nikaenda nikawafuata hivi niangalie kwa sababu walikuwa wanatokea hivi, wanaanza pita 3 hapa, 3 hapo, 3 kule. Nikapata sijui wanaenda wapi, wanapotea kabisa. Mungu akanisaidia. Siku moja, haiko imeisha kama majuma mawili kutoka wakati nilipo notice wanapotea. Nikawa nimemsindikiza rafiki yangu kwenda kwenye stage, na ilikuwa usiku, mida ya saa 2 hivi usiku. Nilikuwa narejea kwa nyumba ama kwa chumba changu. Sasa I think siwezi kusema ni kwa nguvu, wacha tu niseme ni roho wa Mungu. Nikaona nisipitie njia fulani, nipitie njia nyingine ambayo ni badala, lakini ilikuwa ndefu kidogo. Lakini ubaya wa hiyo njia niliyochagua kupitia ilikuwa haina mwangaza, ilikuwa na giza. Hii nyingine ilikuwa na mwangaza, ilikuwa na mataa. Sasa nikapita njia badala. Nilipokuwa nikipita, nikaenda nikafika kona fulani, na hapo kulikuwa na kama kamlima tu, lakini kadogo tu, unapanda hivi ndio uende kutokea kwenye mitaa ile ambayo nilikuwa nakaa. Nikiwa pale nika notice jambo ambalo lilinishtua. Yule shemazi mkuu, yani ilifanyika kwamba nikiwa mbali kidogo nilimwona mtu ni kama anavuta sigara. Unajua sigara kwa giza, kwenye giza ukivuta, wakati unaivuta na ndani itatoa mwangaza fulani ambao utamulika uso, lakini wakati anapoitoa inakuwa tu ni giza.
Hapa sijui kama kuna watu walishavuta sigara ama nyinyi wote mlizaliwa kama mmeokoka Okay. Sasa wale ama yule kijana ama yule sasa nitakuja kupata. Kumbe mimi sikujua ilikuwa ni shemazi wangu mkubwa ndiye alikuwa pale, na sio sigara, ni ile sigara nyingine kubwa. So alipokuwa pale, nilipokuwa nimefika tu, yani sijui wanaita kwa Kiswahili sanifu ni mkabala ama namna, yani nilikuwa tu karibu naye. Akavuta sasa ndani na akavuta sana. Sasa ule mwanga, macho yangu nilipoangalia tu ninapita, naye akaniona, nikaona kwa hivyo mimi kwa kushtuka nikafanya naye kwa kushtuka zaidi. Unajua ndio siku nielewa, ukishtuka mwili wako unakuwa numb, ni kama unakufa ganzi, yani so kule kushtuka kama na hii wale ambao wanafanya udaktari na wanasayansia, ukishtuka sana mwili wako response ya kwanza ni kupumua sana na ndani ndio uweze kuflee. Ile kupumua, because mikono ilishindwa kuondoa, ile kupumua na ndani iliendelea kuwasha ile kidude, ikawaka zaidi. Sasa tukaonana vizuri. Ndio kwa sekunde kadhaa nikagundua huyu mtu anaweza kufa because anapumua na ndani na atoi nje. Nikaipiga tu kidogo kwa mdomo, ikaanguka chini kwa sababu mikono yake ilishaenda chini na hii kitu imekatalia hapa, anavuta ndani na atoi nje. Ametoa macho makubwa ambayo sijaona. Nikasema ilipoanguka sasa akapumua nje. Yaani sijui alikuwa na lita ngapi. Unaona hiyo yote amevuta ndani. Akapumua mpaka nikasonga kando iniondokee. Kama lori exhaust. Ndio sasa ile macho, ile jicho alikuwa ametoa nikarudi ndani. Nikamwambia, ninamjua sana. Nikamwambia, rafiki yangu, naelewa, nitakusaidia. Na jambo hili unless wewe mwenyewe ulitoe, hautalisikia kutoka kwangu. Mimi nitatembea nawe mpaka ushinde. Nitakuombea, nitakusaidia na utashinda. Ndio akageuka akaniambia, Pastor, siko peke yangu. Sisi wote 10 uliotuchagua huwa tunavuta bangi. Na ndio maana kila wakati ikifikia baada ya lesson huwa tunatoroka kwa sababu hatuwezi kuconcentrate masaa yote ya Sabato kabla tu recharge. So huwa tunaenda tunacharge alafu tunarudi. Nikamwambia, kaniambia tuko wengi, siko peke yangu. Kwa hivyo usinisaidie peke yangu. Ndio sasa nikapata jibu ya ile ama wale vijana wale huwa ama wale watu wangu huwa wanapotea masaa fulani, huwa wanaenda kwenye kazi gani? Sasa nikajiuliza swali. Niko na options. Number 1. Ninaweza enda baraza ya kanisa lile ambalo kikundi hiki kilikuwa kimekuwa attached. Si nitaenda kwa baraza? Si ndio? Na tutakuwa na baraza na recommendation na story iishe, tuwatoe kwenye ushirika basi. Lakini nikafikiria, hawa hata nikiwatoa wamekuja tu juzi, miezi 6, wameelewa nini? Kumbe nikaanza kufikiria, nikaelewa, kumbe hata tulipokuwa tunahubiri pale, kile walichofanya, walisikia mahubiri ya kushtua, ya kutishua, tachomeka, Yesu anarudi, wenye dhambi wote watachomeka, watachomeka, au kila hii utakufa, kuja hapa, ingia uzimani. Kumbe hakuna kitu walielewa juu ya wokovu. Na ninashuku kuna wengine wako hapa na wananiangalia vizuri na hawajaelewa mambo ya wokovu.
maybe nikauoga fulani tu. Ile siku mambo ya kuokolewa na uelewe vile Yesu anakupenda na vile anavyokuokoa na kukuchagua kabla umchague, na uelewe vile ambavyo alikujua na kukufahamu kabla umjue, na uelewe vile ambavyo makusudi yake maishani mwako ni mema, na ugundue vile ambavyo amekupangia kukupa uzima wa milele. Bora tu umwamini, maisha yako yatabadilika. Maisha yako ya imani yatabadilika. Hautasukumwa na mchungaji, hautasukumwa na mzee wa kanisa, hautasukumwa na yote yule, lakini utakuwa na furaha nyingine ambayo huwezi kuelezea. So wale vijana nikaenda nikakaa nao. Of course ni story mrefu sitawaelezea, lakini nikakaa nao na nikaanza kumwita Yesu, nikimwambia tafadhali Yesu, naomba ujifunue kwao, wakuamini na waelewe kwamba unawapenda. Japo walikuja mara ya kwanza kwa uoga, naomba uwabadilishe, uwafundishe kwamba unawapenda hata kama waliamini wakiwa wavuta bangi. Upendo wako kwao unazidi bangi zote, upendo wako kwao unazidi washerati wote, na huku waumba ama huku waambia kwamba acheni hii kwanza ndio niwapende. Uliwapenda hata wangali walipokuwa na urahibu huo. Uliwapenda hata walipokuwa bado wenye dhambi. Haikuwa waache ndio wapende, lakini uliwapenda hata kabla. That is the gospel. That is the good news. Huu ndio ujumbe ambao tunao wa nitakwenda. Nikaenda nikakaa nao. Nikamwambia vijana wangu, ninajua mmelemewa, lakini hata vile mmelemewa, Yesu anawapenda. Na upendo wake kwenu haujapungua kwa sababu ya urahibu huu. Ninajua, na Yesu anajua vile mnavyong'ang'ana. Anajua vile mnataka kuacha, lakini shetani anawaletea. Ninajua kwamba Mungu katika pendo lake na Yesu Mwokozi wetu atawapigania. Nina imani siku moja mtatoa ushuhuda hapa kwenye kanisa mkisema vile Yesu amewaokoa. Nikagundua sasa hapa lazima nitafute mbinu wafanyiwe mashauri fulani juu ya kuacha uraibu, nikiendelea kuwaombea Yesu awape ushindi. Mwaka uliisha. Wawili wakaja wakaniambia, hatujalemewa sana, lakini sasa sabato inaweza isha, lakini baada tunaenda tunaonja kidogo. Yaani wewe nikuulize kama sasa, naona tayari mumeanza kunihukumu. Basi kumbe wewe ni mtu ambaye unakaa na dhambi, unafunika dhambi ya washiriki na usemi baraza ya kanisa ijui. Lakini nilielewa kitu fulani kwamba mimi mwenyewe nilijiangalia nikasema kweli nimekamilika. Nikasema hapana, Yesu anaendelea kufanya kazi ndani yangu. Sijakamilika, bado anaendelea kunitengeneza. Kwa neema nina imani atanipeleka mbinguni. Nikasema kama Yesu alinionea huruma nilipokuwa mdhambi, Yesu amenifunika na utakatifu wake na haki yake. Nikasema na mimi ni nani mchungaji nisije nikawafunika hawa 10 kwa muda tu wanaong'ang'ana, kwa sababu ninajua Yesu atawaokoa. Wacha niwaambie, baada ya mwaka mmoja nilitolewa pale na ofisi. Nikawaacha na nikawaambia tu, ninajua siri yenu, lakini najua siku moja mtashinda. Wacha ni surprise watu wa Mungu. Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa upendo. Baada ya miaka 2 nimeondoka pale. Mimi nisijue yale mambo Mungu amefanya. Siku moja nikiwa kwangu nilipata simu kwamba tunataka kuja kukutembelea. Nikauliza ni akina nani? Kwa sababu wakati ule walikuwa tu wanapambana katika maisha. Kumbe Mungu aliwabariki wale vijana. Kati ya wale 10, 6 Mungu aliwabariki. Hata nilipoondoka hawakumaliza miezi 3. Wanasema wakati fulani walianza sasa wakienda kwenye mashauri, ile counseling wanaofanyiwa. Wanasema siku moja wakiomba kabla mwalimu wao afike, yaani nguvu ilikuja pale kwenye chumba chao,
wakaona mwangaza ambao hawajaona, wakashtuka, wakasikia nguvu fulani, na wakasikia ile tamaa ambayo na hamu huwa inawashika imetoweka. Na kutoka wakati huo hao 6 waliacha uraibu. Surprising, miaka 10 baadaye, nikiwa pale Nairobi, nimeenda kanisa moja linaitwa Good News. Guess what? Niko kanisani naangalia wanakwaya wanaimba. Ninaona sura za wanaume wawili, wana ndevu sasa kubwa, zingine zimeanza kumea mvi. Nilipoangalia nikasema, kwani hawa wanafanana na wale niliokuwa nao ile miaka? Kushangaza, baada ya kwaya kuimba, matambulisho ya wazungumzaji na wazee wa kanisa, mimi sasa ni kiongozi wa kanisa, ninagundua kati ya wale vijana hawa walioimba kwaya wawili wanatambulishwa kama wazee wa kanisa ni wale tu waliokuwa pale, na mmoja ni ule ambaye ile sigara iliwaka mdomoni mwake. Mambo ya Mungu si ya mwanadamu. Mambo ya imani si ya mwanadamu. Mambo ya nitakwenda ni mambo ya imani. Na ndio maana mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania, in fact kabla tusome mstari ambao tumesomewa, ataanza kusema, maana mnahitaji saburi. Hiyo ni 10 anapomalizia mstari wa 36. Ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kwa kuwa bado kitambo kidogo, yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Amen. Ataishi tu kwa imani. Kumwamini Mungu kwamba anaweza kukuokoa ni dawa tosha katika safari ya imani. Hatutaenda kwao na mambo ya utume sio kwa sababu wamekamilika, lakini ni kwa kuamini kwamba Mungu ndiye anayeweza kubadilisha watu. Wakati mwingine nimeona watu wakienda kuhubiri, hata kuhubiria familia yako, hata mume wako, hata mtoto wako. Wacha washiriki ni watangazie leo, unless Mungu afanye watoto wako wawe wafuasi na waokolewe kwa njia ya imani, watoto wako hawezi kuokolewa. Narudia, mimi anayezungumza nanyi hapa nilizaliwa na wazazi wawili wa Adventista wa Sabato, mmoja akiwa mzee wa kanisa. Lakini watu wakiulizwa ambao wameamini wakiwa watu wakubwa, mimi huinua mkono wa kwanza. Mimi sikuwa mshiriki wa hii kanisa. Kama kuna kanisa nilichukia ni kanisa na hadithi zake za Ufunuo na Danieli, mnyama wa kwanza akatokea, pembe 17, pembe ingine iko hapo, iko na macho, hiyo haisikiangi, masikio hakuna. Hizo story nilizichukia sana. Watu kushinda kanisani kutoka saa 10 asubuhi, saa 2 mpaka usiku, ati mnyama wa pili akaonekana, mnyama mwingine, na mnyama alafu mwingine ako na mabawa, ako na vichwa 7. Wewe umekaa kwa hii dunia miaka 50, umeona mnyama ako na vichwa 7? Unajua nilikuwa naangalia baba yangu, naona ako na kasoro mingi sana. Mimi hata niende shule ya pili, mambo ya kanisa na hii vitu mnaita lesson, sikuwa huko. Kutandika mpira sawa sawa. Mpira hii ya football. Siku ya Sabato kuitandika vizuri sana. Na saa hiyo nimebatizwa. Niko watu wakikula meza, si baba afurahie na mama afurahie. Leta hiyo meza hapo, kanapitishwa hapo kama mkate. Nasema leo ni kangumu. Lakini siko hapo. Nangojea tu amalize niende niingie kwa shughuli. Washiriki wako kanisani na hawajaelewa. Mimi nilikuwa hapo. Na nashuku wengine wako hapa na wako hapa. Kamkate ndio wako, alafu nilikuwa naona machembazi. Mimi nilikuwa naona wanajifanya. Ati wanatembea pole pole hivi. Wanatembea hivi. Na wengine nilikuwa nawajua tu. Nilikuwa nasema, na huyu si yule tunakutana mahali pale tu. Akisabato imefika sasa anatembea hivi. Kanasema hii story. Hapo naona mama mwingine hapo. Ni yule namjua.
Kwa kijiji ndio utusi, watu matusi ile ijasikika. Lakini zikianza watu wamevaa sikati mrefu, alafu amejifunga kikoi, alafu ndiye anatembea, twenenda sayu. Yaani mimi nilikuwa na maswali mengi, nauliza twenenda ndio huyu? Twenenda ndio huyu? Washiriki, waje niwaambie, kama kuwa Wakristo ingekuwa biological, wazee wa kanisa na wachungaji, ukienda kuzaa watoto, ungekuwa unazaa watoto ambao ni washiriki wa Kristo ambao wanaenda mbinguni. Yesu hakuwa na haja ya Yesu kuja, lakini Yesu anakuja kwa sababu ya kusuluhisha jambo la mambo yasiyowezekana. Sasa ndiye anakuja kuyafanya yawezekane. Na hayo mambo kwa sababu ni ya kiroho, na alikuja kupigana na vitu vya kiroho kwa sababu ya ufalme uliokuwa umeanzishwa. Basi kupokea mambo hayo ni lazima utoke ulimwengu wa kimwili uingie katika ulimwengu wa kiroho, na ulimwengu wa kiroho unaweza kuingia tu kwa imani. Basi Biblia inasema, lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. We are not among those who doubt. Basi mstari ambao tulisoma ikasema kwamba basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. What is faith? Anasema, sikia, imani, faith is the substance of things. Faith is the substance of things that are hoped for, a sure conviction or proof of things that are not seen. Mambo ambayo, yani imani, faith is so real. Niseme hii, nitajaribu Kiswahili changu kikikwama, naomba Roho akutafsirie. First, faith is so real that it is a substance. It is not something that you imagine. It is not illusion. Sio jambo ambalo unafikiria, sio jambo ambalo ni kama ndoto. Hapana. It is not hard to relate to, but a spiritual substance. Yaani unapoingia katika ulimwengu wa roho ambao tunaomba Mungu atusaidie ndio tuweze kuelewa mambo haya. Imani sasa ni jambo ambalo ni hakika na thabiti. It is not wishful thinking. Sio jambo tu ambalo, unajua kuna principle hapa, ni vizuri uelewe. Faith, imani ni jambo la sasa hivi. Kuwa na imani ni jambo ambalo huwezi kuishi bila, huwezi kuokolewa bila. Kwa nini? Kwa sababu tofauti na matumaini, hope is for the future, faith is so present. Lazima tutofautishe hivyo. Faith relates to the unseen. Imani inahusu mambo yasiyoonekana. Yaani unakuwa na uhakika kwa sababu Mungu amesema, haujamuona. Na ndio hii ambayo kitabu cha Waebrania 11 sasa kinataka kuelezea. Unakuwa na udhabiti fulani kwamba I trust, I have faith beyond any reasonable doubt that God is there and what he has said is true and will come to pass. Now that will come to pass is hoping now for the future. Faith is a sure conviction concerning things that are not seen. When we see, tunapoangalia na kuona, we don't need to believe because already si umeona tayari. Sasa kwa nini unataka uamini na umeona tayari? Si iko. Lakini sikia, but in God's order, believing comes first, seeing follows. Na mnakumbuka story fulani
if you don't kama mnakumbuka story fulani, mnakumbuka wakati Martha aliposimama kando ya kaburi la Lazaro na Yesu ako pale, na Yesu akamwambia Martha, sikukwambia, did I not say unto you that if you believe you will see the glory of God? Sikukwambia kwamba kama ungeamini utauona utukufu wa Mungu? This believing is what I want you to have and to go with. Ninaomba leo kwetu sisi wote ambao tuko hapa, hata kama you don't feel it, because faith is not about feelings. Hata kama haujahisi hivyo, wewe amini tu, na omba Mungu akufungulie ulimwengu huo wake wa kukupa imani, uelewe tu kwamba yeye atakuokoa, yeye atakusaidia, yeye atakuponya, na sio magonjwa tu ya mwili, hata magonjwa ya dhambi. Dhambi inaweza kuua milele. Yesu uamini, yuko tayari akifanya kazi ya kunyosha mambo yako hata wakati hujaona. You don't need to have evidence. It doesn't have to be logical. It doesn't have to make sense. Notice kwa hiyo story ya Martha na Yesu, anaambiwa ungaliamini ungeona. In other words, believing comes first, seeing comes later. Kuamini kunakuja kwanza, kuona ni baadaye. Mungu anaposema, unajua, sijui kama nikiwapa hii mnaweza kuona ni kama ni story. Nilipokuja hapa niliwaambia siku ya kwanza tuombe kwa imani, na kuna mambo Mungu atatenda hata juma hili. Mimi kuna jambo nilisema nilipoingia hapa Njiro, niombe, nitoe ushuhuda kwamba niliamini Mungu atafanya hilo jambo. Ilikuwa ngumu, hata nikitoka kule nilimwambia mchungaji Ruguri niombe, kwa sababu tulikuwa kwenye mission mahali fulani na kuna mambo yalitendeka pale. Lakini do you know, jana jioni miracle imefanyika hapa. Ushuhuda, mimi nitarudi nikisema nilienda mtaa wa Njiro, na hata kama washiriki ya Mungu kuomba mambo ya imani, mimi nilikuwa na kaimani, na sijui kalikuwa kanatoshana namna gani, lakini jana sikuamini kile kilichotendeka maishani mwangu. Sikuamini. Hii ni siku ya Thursday, Mungu alishajibu. Hata kama una furaha, mimi niko na furaha. Wewe amua kama utamjaribu Mungu, uamini tu anaweza kutenda jambo fulani katika maisha yako. Hivyo tu. Martha anaambiwa usingojeange mambo yote kuona. Hapana. Ukusingojee kuona ndio ukiona Lazaro amefufuka, wewe amini kwamba nitamfufua. You believe? Amini. In other words, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu cha kuonanga mambo kabla yatokee. Hiyo ndio imani. Unaona? Hebu ukia mwenzako muulize, wewe unaona ama unangojea kuona na macho haya mawili ambayo yako hapo? Wewe unangojea kuona na haya macho ama uko na mahali muulize, kuna mambo unaona? Kuna mambo unaona? Mungu amekusaidia ukafungua, yani ukafunguka macho ya ndani hivi. Believing comes first, seeing later. Lakini watu wengi katika dunia ya sasa wanaamini wanapoona. Wanaamini, they believe after they see. But you don't need to believe because you see. Believing precedes seeing. Believing relates to the unseen. Na ndio maana akili ya mwanadamu wa kawaida haiwezi kufikia katika kiwango hicho. Time and again katika Biblia we find that people could not hold on the spirit to the unseen, so they came back to the material and the visible. Watu wengi maisha yao ya kiroho ni mabovu na yamedhoofika kwa sababu wanataka ushahidi fulani, wanataka waone kwanza, ni kama wanataka Mungu approve kwamba yuko ndio waweze.
Ndio maana kumbe mwandishi wa kitabu cha Waebrania anasema, basi kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hukuweko, hukuona, lakini kwa imani tunaangalia, tunasema vile hii dunia ilivyomo na vitu vilivyo. Tunapoona ndovu, tunapoona ukiamuka hivi usiku hukujua nini kinaendelea. Do you need kwenda kusoma sayansi ndio uamini Mungu yuko? Unalala, ukiulizwa ni jambo gani ulifanya dakika ya mwisho ulipolala, hukujua. Kunanyesha usiku usijue, lakini asubuhi unapata huko. Yule jamaa aliandika vitu vya evolution ambavyo tunasoma na akaharibu watoto wetu mashuleni na wengine wetu, lakini dakika za mwisho anakiri, japokuwa kusema ni Mungu, anasema kwamba vile ninavyoona mambo yalivyo, the way I see things, naona vitu ni kama sio. Na yeye ndiye alikuwa anasema ati siku moja vitu vililipuka, vikawa hapa, vikamea, vikawa nini. Anasema ninavyoona mambo, ninaona kuna uweza fulani unaofanya mambo yawe vile yalivyo. Anasema kuna uweza fulani, lakini huo uweza tunataka kumwambia, huo uweza ambao unge acknowledge. Sasa sisi kwa imani tunajua ni Mungu na mkombozi wetu ndiye amefanya vitu vikawa vile vilivyo, na tunajua kwamba bado anashikilia sayari, na sio sayari peke yake, anashikilia maisha yetu, na hatima yetu iko salama mikononi mwake. Na sasa tutasema, nitakwenda kwa imani nikiamini kwamba ninapoenda kuwapatia watu Yesu, hata kama wanakaa wenye dhambi namna gani, Mungu ana uwezo wa kuwaokoa. Hata kama wamelemewa namna gani, kwa neema Yesu ana uwezo wa kuwaokoa. Mimi yule kijana ambaye alikuwa ameshika ile bangi, singalijua siku moja atakuwa mzee wa kanisa. Nilisema, Mungu wa mbinguni unayeweza kuokoa, ulifanya tu wakati wako ulipotimia. Sikujua wale wengine vile wanavyoendelea, lakini naamini Mungu aliwafanyia kazi kule nilikowaacha. Safari ya imani na kazi ya utume haitakuwa rahisi, na sio kazi rahisi. Ni kazi ya kuenda kwa imani, na pia tukisambaza hiyo imani kwamba Mungu atafanya mambo makuu kwa maisha ya wengine. Wazazi ambao mko hapa, mimi nikiwa mchungaji, nimesema ukweli, nimegundua hata wale watoto wangu siwezi kuwahubiria nikawaokoa. Hakuna. Huwa naambia Mungu tu, naomba katika maisha yao wanapokuwa, na waombea tu, napiga magoti, naambia Baba, ninaomba siku moja neema yako iwazukie watoto wangu, wakujue Mungu kama mwokozi wa maisha yao. Mimi yangu ilitokea kupitia kwa wainjilisti wa vitabu. Wale wainjilisti wa vitabu unaona pale nyuma, usipite hapo. Washiriki ambao mko hapa, mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya wazazi wale wangu. Nilipopotea, wao walizidi kununua vitabu vya kanisa kwenye mikutano ya makambi. Hivi vitabu vya kanisa kwenye mikutano ya makambi vimefanya huyu mnayemuona hapa, mkimuita mgeni mkuu, akawa anasimama hapa. Vile vitabu unavidharau pale, unasema viko gali, viko namna gani. Nilikuja kuambiwa na marehemu mama kwamba baba katika kila mkutano wa makambi kutoka alipokuwa kijana, alimwambia, aliazimia kuwa ananunua vitabu vya kanisa, Biblia, vitabu. Utundu ulipofika mwisho, siku ile Yesu alinitafuta kupitia kwa kusoma vile vitabu ambavyo unaona vikiuzwa pale nyuma. Nikiwa tu hapo, Yesu akaniita na nikajitolea sasa mara ya pili, nikakutana na mwokozi wangu. Watu wakiulizwa, ni wangapi ambao waliokoka wakiwa watu wakubwa? Mkono juu, because ninajua, I know my past. I was just pretending. Si kujua vile watu wanaokolewa. Nilikuwa naingia kanisani na kula pasaka kama wengine wenu. Lakini sasa tutaondoka, tukienda tukiwaambia, hata wazee wa kanisa, mzee wa kanisa, usifikirie kwamba unaweza badilisha binti zako. Usifikirie kwamba unaweza fanya watoto wako wakamuona Yesu. Ni neema ya Yesu tu inaweza kuja ikaingia kwa msichana wako, binti yako, ikamunyosha akawa binti mcha Mungu. Ni neema ya Yesu inaweza kuja kwa kijana wako wa kiume, ikamtoa kwa uraibu wa sigara na anasa, ikamfanya kuwa mfuasi wa Mungu.
Wamama, usijaribu kuokoa mzee wako. Huwezi kuokoa mzee, utamuokoa namna gani? Anaweza kuja kanisani tu hivi ndio akufurahishi, lakini ni gaidi. Anaweza kuwa tu hapo amekaa na wewe anakula Pasaka, lakini anakula Pasaka ndio usimletee giza, lakini hajaokoka. Uwe unaombea mzee wako, unawasema Mungu, naomba katika maisha haya kwa imani, shusha imani juu ya mzee wangu, aelewe Yesu ni mwokozi wa maisha yake, umbadilishe mpaka aone uzima wa milele. Wazee tuombee mabibi zetu, wanawake wetu. Usifikirie kwamba ni Wakristo wanaoenda mbinguni kwa sababu analalanga na wewe. Anaweza kuwa lala na wewe na ni gaidi kuliko ile ingine ambayo hujajua. Anaweza kuwa ako hapo na safari ya mbinguni hata hayuko. Ombea mke wako, unasema Mungu, naomba katika maisha haya kwa neema tu mshukie mke wangu, umbadilishe, akutane na neema yako na awe mrithi wa uzima wa milele. Apokee Yesu kivyake kwa namna yake. Mshukie tu kwa njia ambayo utapenda. Hayo ndio mambo utakuwa unaomba. There is no hii ingine unaona tunafanya hapa ni kama tunaweza leta watu tuwasukume waingie kwa Yesu. Ninaomba kila mmoja wetu tukujiombee, tuombee wenzetu, tuombee watoto wetu kwamba kwa siku fulani, kwa sababu imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Nina imani kwamba watoto wangu watamuona Yesu. Amina. Nina imani kwamba washiriki wa Njiro vile wanavyoniangalia hapa watamuona Yesu wanaporudi. Sijui kwa namna gani, sijui ni lini watakutana na Yesu, lakini katika njia fulani katika maisha haya watakutana na Yesu. Hawapee hakikisho la uzima wa milele. So tutaondoka tukiwaambia watu kwamba Yesu tulikutana na yeye, kwa imani tukampokea, amekuwa mwema kwetu, halitubadilisha, anaweza kuwabadilisha. Hata wakilemewa na mara zingine wakianguka, japo wamebatizwa, hawatakufa moyo na hatutawavunja moyo. Tutawaambia Bwana asifiwe. Afadhali uliyeanguka na kujua makosa yako na dhambi zako, rudi kwa Yesu. Yeye ni mwingi wa rehema na neema, atakupokea, atakukubali. Yeye yuko kwenye ajenda na biashara ya kuokoa waliokosea. Hakuja hapa kuraba stamp ambao wameokoka ndio waanze kuweka wengine hukumu. Alikuja hapa na ajenda yake ni moja, kutafuta kilichopotea. Simameni tuombe. Simama. Mstari wa 6 utasema, pasipo imani, pasipo imani, pasipo imani, without faith, pasipo kuwa na imani. Hata kama amenukuu wazee wengi wa imani zamani walivyokuwa na imani na akanukuu, anakumbusha ama anatukumbusha siku ya leo kwamba pasipokuwa na imani haiwezekani, it is impossible to please God. Kwa maana mtu yoyote, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Tumekuja kukutafuta Bwana. Tumekuja kukutafuta mchana wa leo, tunakutafuta sasa katika maombi. Yesu, asante kwa kuwa sio kukutafuta tu. Tunaelewa kwa imani ulitutafuta kwanza tulipokuwa wadhambi. Sisi ambao hatukukupenda, ulijitolea, na tangia Edeni imekuwa ajenda ya Mungu kumtafuta mwanadamu. Ukimuuliza Adamu uko wapi, inaendelea hata katika Agano Jipya. You are looking for man. Kumbe unamtafuta mwanadamu. Unapokuja kutafuta utulizi CV yetu, matendo yetu ya jana, unasema hapana, believe I can save you. Na unapoamini kumbe ni kweli unatuokoa, unamwambia Martha, ungaliamini tu hata kabla uone kwamba nina uwezo wa kumfufua Lazaro. Kumbe tunachohitaji sio evidence. Kumbe tunachohitaji sio ushahidi. Kile tunachohitaji ni kujua kwamba Mungu yuko. Na kwa imani yuko, hata tutendea mema,
maisha yetu yatakuwa mazuri, sio kwa sababu ya vile ambavyo tumetenda na vile ambavyo tumefanya, ni kwa sababu yeye yupo. Hatima ya watoto wetu itakuwa nzuri, sio kwa sababu ya vile tumefanya kanisani kazi kwa bidii, ni kwa sababu Mungu yuko. Tutaona uzima wa milele, sio kwa sababu ya vile ambavyo tumefanya hili ama tumefanya lili, lakini kwa sababu Yesu yuko na Mungu yuko. Wachumba wetu wataokolewa, sio kwa sababu ya vile tunavaa suti na kujifundisha lesoni na vitabu vya roho nabii. Wataokolewa kwa sababu Mungu yuko. Kwa imani tunaomba, utupe tu uwezo, kipawa cha Roho Mtakatifu. Utuongezee imani tu kidogo Bwana, ndio tuweze kuelewa haya mambo ya imani. Kwa sababu bila uwezo wako, we cannot even believe. But we pray for the Spirit to help us even in our disbelief, that we can believe that you are there and you will be found for us. Bwana tusaidie. Msaidie kijana ambaye hajakuwa na imani katika maisha haya. Msaidie mshiriki ambaye yako hapa, mwingine anatufuata kwenye mitandao na vyombo vya mawasiliano. Msaidie mzee ambaye hajajua vile ameokolewa, lakini leo anang'amua, anafahamu kwamba kumbe tumeokolewa kwa imani. Neema ya Yesu imekuwa nyingi kwetu na ilishukishwa kwetu bure. Kumbe tunaposema tutakwenda kuutangazia ulimwengu kufunguliwa kwao, siku ya wokovu wao, kwa sababu anayefanya huu wokovu na anayetoa ni Yesu Mwokozi wao, na anatoa bure, haangalii nyuma. Anapoita kina Ibrahimu na wengine, hakuangalia wanapotokea, jamii zao, matendo yao. Alikuja na kusema, nyinyi ni watu wangu, ninawaokoa. Tusaidie ndio tuweze kuondoka kwa utume kwa imani tu. Wabatize watu wako na Roho Mtakatifu sasa hivi kwa pendo lako. Kupitia kwa Yesu Mwokozi wetu tumeomba.